Mwalimu Kasongo, inatosha. Inatosha. Shule ya misukule. Acheni kelele, kila mmoja atapata kiazi. Acheni kelele bana. Wewe. Acha fujo. Madabu, nirudishie huyo mmoja huko nyuma. Haya wewe, rudi nyuma. Rudi nyuma kule. Ngala, hivi ile jambo liloniambia ni kweli? Unajua kuna boy lipo? Ni kweli madam. Nimefanikiwa kujua Koloboi ilipo. Iko kwenye ofisi ya headmaster na ameificha kabisa katika sehemu ya siri. Vizuri sana Ngala, wewe endelea kujifanisha hivyo hivyo kama una akili, ili tuweze kuipata ile Koloboi ya siri. Maana wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kuingia kwenye hiyo ofisi. Madam, kuna shughuli. Madam, wewe ndo kwanza ni mgeni umefika. Shughuli yenyewe unaisemea bado hujaiona. Kuna matimbwili haya hata nusu yake haijafika. Hizo milioni 2 ndo zimetuponza. Ni bora hata tungejua tunaenda wapi. Ila mimi siku nikipata upenyo kidogo tu nitaondoka. Wow. Kumbe leo uko kwenye mpango wa kutoroka? Ndio madam. Yaani mimi nitaondoka, nimechoka. Yaani mimi kinachonishangaza zaidi ni nini? Hii shule sisi tunaiona, lakini wote wanaona unapita mabarabarani huko, wanapita wapi hapa hawapaoni. Ile eneo tunaliona sisi wenyewe. Ina maana hii shule jamii hawaioni? Haionekani. Nilifikiri inaonekana na jamii huko. Asa ingekuwa inaonekana songesha tusaidia hapa tukatoka. Hapa tuko kwenye kifungo tu, na kifungo kikali. Kisa tamaa za pesa. Mshuhuri. Lakini nikwambie mwalimu, mimi nina mpango wa kumnyenga mkuu mpaka nipate hiyo Koloboi. Sawa madam, nimekuelewa sana. Mimi mwenyewe na shauku ya kutoka kwenye eneo hili. Kwa hiyo nitafanya juu chini mpaka niweze kuipata Koloboi na kuichukua ili tuweze kuondoka katika eneo hili. Basi sawa, nakutakia siku njema. Asante sana madam. Shule ya misukule. Shule ya misukule. Kwa sababu inasemekana hiyo Koloboi ndio njia ya sisi kutoka hapa. Sisi tu mpaka Misukule yote.
na mpango niliopanga mimi, sitoondoka peke yangu. Lazima niondoke na jopo lote la misukule. Kibaya zaidi, kati ya hii misukule mmoja na ufahamu, nafahamu mpaka wazazi wake. Kimeniuma na kinazidi kuniuma kila ninapomwona yule kijana roho inaniuma. Hivi unajua mama yake yupo hoi sana kwa ajili ya kifo cha mwanae. Na mwalimu mkuu sasa kaanza kujipendekeza karibu sana kwenye shule ya misukule. Sini kwenye hiyo njia ndipo nitakapoipata kwa Roboi. Madam, utakuwa umeweza. Yaani sema hapa atatukiwa maskini maombi hayafiki. Naomba tu ufanye juu chini. Upate hiyo koroboi tuondoke. Sawa madam, naomba tuondoke kwenye majukumu yetu tusisikike. Haya naongea nini tukafanya misukule na aswa yule cha umbea. Dakika 2 katokea kama muhanga. Msubiri kwanza, acheze mmoja mmoja sasa, kwa sababu mkicheza wawili mimi mnanichanganya. Tunaanza na wewe. Nani hapa? Mbilimbi, twende. Asante, safi. Mbilimbi, unajua kweli kweli yani. Haya, Sayona, twende Sayona. Sayona, shida yako hii moja. We mzito. Miguu, changanya miguu, mapiano na changanya miguu. Twende kidogo. We bado. Sio mbaya. Ngoja ni save. Hii nikiposti TikTok, Instagram, tunaondoka. Safi sana Mbilimbi, kitu tu ambacho ukijui. Ikitokea nafasi ya kutoa misukule bora katika dansa, Mbilimbi namba 1 na kutoa unaenda kucheza huko. Sawa? Unajua kunifurahisha. Sio mbaya. Hizi nikisiposti kabisa naona kabisa napata viewers wa kutosha. Mbilimbi, safi sana. Unajua kudansi. Madam Suzy, hizi nikizipost mkuu, kuna taarifa tena, ni taarifa mbaya kwako. Nataka nikwambie, huyo madamu mpya uliomleta na huyo Madam Suzy wana mpango wa kuondoka hapa shuleni, na sio kuondoka wao tu, wanaondoka na hawa misukule wako. Kikubwa zaidi, wanapanga wa kuchukua hiyo koroboi yako, na ukizembea ndani ya wiki hii wanaondoka. Ila sema mimi tu nilikuwepo nao, maana hapo najua unajiuliza mimi nimejuaje. Nilikuwepo nao, najifanya wanachongea nipo, wakirudi hivi nipo, ili niwachote nijue mpango wao hapa shuleni. Okay, hapa nimeanza kuupata ukweli. Hivi punde nimemkuta Madam Suzy akiwa na ule msukule unaofanya usafi ofisini kwangu. Sijajua alikuwa anazungumzia nini, lakini kwa hizi taarifa unanithibitishia wazi walikuwepo na hilo jambo. Ila tu nikuaminishe kitu kimoja tu, kwamba hawataweza. Na huyu Madam Tamara, huyu tayari ambaye ameanza kuota pembe ndani ya hima hii hapa, hataweza. Nakuona fulana hapa. Niko na madansa wangu wa shule hao. Si unajua Mbilimbi anajua sana kudansi. Nataka nimtoe. Sasa madansa wangu. Sasa Mbilimbi na Sayona, haya nendeni darasani nitawatafuta muda mwingine, sawa? Madam Suzy, nimekuita hapa kukwambia swala moja tu. Nilikuwa na kuomba
vile ulivyonihakikishia kwamba huwezi ukafanya jambo lolote, basi usimame kwenye msimamo wako ule ule. Lakini kama utaenda tofauti na vile nilivyokuwa nimekwambia, basi utanikwaza. Na pia mimi sishindwi kufanya jambo lolote kwako. Kwa hiyo zingatia tu lile tuliloongea mimi na wewe. Sikutishi, ila nakukumbusha tu. Fuata kile kilichokuleta katika hii shule. Si tunaelewana? Wala hata usijali Sakasongo. Mipango yetu iko pale pale kama tulivyoongea awali. Sina mipango mibaya ya kuweza kuitolesha hii miskuli hapa shuleni. Kwa hiyo nikuhakikishie tu vile vitu tulivyoongea awali viko vile vile. Wala sizini karibu mipango yetu. Kitamgharimu anachokipanga. Nikuulize kitu kimoja tu kwamba juu yao unataka tufanye jambo gani ili liwe fundisho hata kwa hao wengine watakaoingia na kutoka na waliopo ndani ya shule hii. Yani, tamani, kwa upande wangu ni wewe tunakuachia mkuu wangu. Wewe ndio utajua wafanye nini. Ukitaka wafanye miskule, mimi nipo. Umenifurahisha sana. Kwa jambo hili na taarifa hizi kwenye mshahara wako na kuongezea laki. Jamani. Haya, nitashukuru. Nikuombe tu waite wagonge kengele hapo tuingie Asemba kule. Shule ya misukule. Shule ya misukule. Hamna shida. Mimi nakuamini sana. Kengele, kuna nini tena? Hata sijui. Haya, tulia hapo wewe. Tulia hapo. Haya, naomba tusikilizane. Kuna jambo halijakaa sawa, ndio maana nimepigwa kengele. Na kawaida yetu ukisikia kengele ujue kabisa kwamba kuna jambo linaendelea. Kuna baadhi ya miskule inayoshirikiana na walimu kutengeneza njia za kuweza kutoroka katika hii shule. Lakini mimi niwaambie kitu, hamtaweza. Hamtaweza. Naomba Ngala, wewe msukule Ngala, njoo hapa. Pita mbele hapa. Haya, njoo. Fanya haraka wewe. Wewe, waiwai hapa. Njoo hapa. Haya, hapo. Lala hapo. Mwalimu. Wewe ni mwalimu wangu msaidizi. Naomba Ngala umpige fimbo 10. Hii hapa fimbo. Nashukuru sana mkuu. Sawa. Hili ni fundisho kwa misukule mingine yote iliyobaki, ambayo itaonyesha dalili ya kutaka kutoroka katika hii shule. Basi hiki ndicho atakachokutana nacho. Tunaelewana?
Hey, Mwalimu Kasongo, inatosha. Inatosha. Mwalimu mkuu, nilikuwa naomba unipe nafasi nipige hata fimbo 2 tu za mwisho. Inatosha. Naomba uje. Shule ya misukule. Shule ya misukule. Nashukuru sana mkuu. Hili ni fundisho kwa msukule yoyote atakayewaza kutoroka katika shule hii. Endapo tukibaini, adhabu itaendelea kama kawaida. Naomba mwende darasani huko. Wewe, nenda darasani. Darasani huko wewe. Haya. Chapa kabisa hao. Ya chape hayo. Wapi huko? Kumbe ni wewe. Ni mimi mkuu. Najua umeshaanza kusikia mengi kuhusu mimi, lakini mimi ngutoe wasiwasi, wala sina wazo baya lolote la mimi kuondoka hapa. Mimi nimeshapapenda, nimelizika na ile eneo kuishi. Alafu pia mimi nakuunga mkono kuhusu swala la wewe kufuga mizukule, yaani wala sina wasiwasi kabisa. Wewe kama ulikuwa unanifikiria vibaya, ni mawazo yako tu. Nimeshakujua lengo lako na dhumuni ni kuniweka katika mtego uliouandaa. Sasa mimi sio kuku wa kudanganyiwa punja za mahindi. Kile unachokipanga wewe tayari nimeshakijua. Madam Tamala. Mkuu, unawaza nini? Mbona kama uko mbali kimawazo? Utajia tu. Labda mimi sio Tamara. Mpaka la kwangu lifanikiwe. Mimi sio shetani kama wewe, mimi mtoto wa Mungu. Nitahakikisha hiyo koroboi naipata. Shule ya misukule. Shule ya misukule.